Sasa nasemaje? Hili swala sitalifumbia macho. Nadhani mnanielewa. Nimeongea kwa mdomo, nadhani hamnielewi. Sasa hivi naongea kwa makalio. Nendeni mkalale. Brazo. Naam. Ili swala kulazwa nje umelielewa kweli? Wakati tunakinga sisi. Hapana, hata mwenyewe basi sijaelewa ile swala. Mbaya zaidi braza. Mganga wako kanipiga coins mpaka sasa hivi linaniuma rafiki yangu. Haya, matokeo yake tumepewa kinga. Tumefuata masheti safi. Unaona? Lakini na sisi pia tumelazwa nje. Tumelazwa nje na sisi. Babu wenyewe amelazwa nje na sisi pia tumelazwa nje. Ambapo tumeenda kwa mganga tumechukua kinga rafiki yangu. Imagine kesho tutafanywaje? Kama leo tu tumelazwa nje ndani, mpaka baba mwenye nyumba mwenye amelazwa nje. Je, yule mganga wako ni mganga kweli au ni tapeli? Nimekuita hapa kuna jambo moja. Usiku wa jana kuamkia leo tumelazwa nje. Cha ajabu wewe na Zuena hamkuwepo. Mimi, mume wangu, baba mwenye nyumba na wapangaji wote tumelazwa. Na isitoshe, mimi na wewe tulienda kwa mganga wote. Mimi nilifanya vile vile ambavyo alinielekeza, sijakosea kitu chochote kile. Nikafanya vizuri tu. Ila cha ajabu, mimi nimelazwa nje, wewe hujalazwa. Kwa nini? Ndio ninaposhangaa. Bwana Junior, yule mtaalamu mimi yule namwaminia sana. Tena sana. Kwa hiyo wewe kuwa na amani. Mimi na yule mganga mimi namwamini. Anaweza akatusaidia. Cha kufanya hapa, hebu tufanye kitu kimoja. Tukiona hii hali kama ili tukuta jana usiku tumelazwa nje, hebu tuisikilizia kwanza. Tukiona kama bado inaendelea, basi tutaenda tena kumpata yule mtaalamu tukamuuliza hali halisi ili tukuta. Basa, mimi hapo sina neno. Mimi huaga napendaga sana kukusikiliza brother wangu. Kwa hiyo kama wewe umesema turudi tena, basi hamna shida. Usio. Tuwe na amani. Tuvute subira. Hamna shida. Tutakuwa sawa. Sawa. Mimi mwenyewe ninashangaa. Kwa sababu tulivyoenda kwa mganga tulivyopewa ile dawa. Na mimi nani kafahamu masharti kama yale. Sasa sijajua na unanishangaza unavyoniambia nyinyi mlala nje. Alafu mimi nikaenda ndani. Sijui shida nini. Na mimi ndo ninaposhangaa kama na wewe ulifanya kama nilivyofanya mimi. Kwa nini mimi nimelala nje? Wewe hujalala. Hapa turudi tu kwa mganga. Sawa, ile kwa sababu mganga alituambia baada ya siku 7 ndio turudi kwake. Ndio alituambia. Ila mimi nachoona naomba tuvumilie. Ila tukiendelea kuona mauzaoza yanaendelea. Tafungamana mguu wangu afu taenda kwa mganga tena. Sawa, mimi nimekuelewa. Kwenye hapo tu mimi nimekuelewa. Siku ikifika siku ya 7 sisi tutarudi. Sasa haina shida. Jamani, nimeita hapa
Kuna jambo nataka tulizungumze kidogo. Nikiwa kama mwenye nyumba wenu, kuna vitu nashindwa kuvielewa hapa ndani. Hapa ndani kumekuwa na matukio ya ajabu ajabu sana. Mara kuna watu wanazimia hapa, mara watu tunalazwa nje. Nashindwa kuelewa. Kwa naombeni kama kuna mtu yoyote hapa anaelewa chanzo cha haya yote, mngeweza hata kunieleza ili tujue tunaanzia wapi. Zuena, tunakusikiliza. Ipa mwenye nyumba? Ndio. Una kazi zingine za kufanya? Wewe kila jambo litakalotokea hapa ndani lazima utukusanye utukalishe kikao. Hivi unaona watu wengine sisi hatuna kazi za kufanya, sio? Kwa hiyo hapo ndo kuna muungano kwa mwenye nyumba. Yaani kila kitu kikitokea kitu kidogo ushakusanya watu. Kaeni kikao. Kitu hiki umeshakusanya watu, kaeni kikao. Mimi kama binafsi yangu na mambo mengi ya kufanya. Wewe unakusanya hao wapangaji wenzio. Sijui wapangaji wako, sijui wapangaji wenzio, unakusanya mnakaa mnaongea. Siku nyingine sitaki usumbufu. Kwenye vikao vya kipuzi kama hivi. Sitaki unishirikishe. Mume wangu. Ndio. Unaona wewe mwanamke alipokuwa na dharau. Yaani watu tumeacha kazi zetu hapa tunakuja kusikiza kikao, yeye anainuka anaingia ndani. Unajua wewe mwanamke anamchukia. Sasa anakuambiaje? Huyu kama hatajirekebisha huko ndani atahama. Kuona Bimwali ndio naenda kuongea vidao vyako. Hivi unadhani hata ukiongea vidao vyako vitakusaidia chochote? Mbona unajisumbua? Na bado huu mwanzo nitawanyoosha. Bwana Rashid na Junior hapo? Ndio. Nimeita hapa. Kuna jambo nataka tulizungumze. Ndio. Juzi nimeitisha kikao pale ndani. Kuna vitu nashindwa kuelewa. Hivi yule binti wakunijibu vile mimi? Nimeita hapa mkiwa kama wanaume wenzangu, naomba tupate kikao cha kiume kidogo. Sijui mnanielewa? Mwenye nyumba. Ndio. Mimi nafikiri tatizo lipo. Sio, unakumbuka kikao cha kwanza kabisa pale nyumbani kwako? Na nikakwambia kabisa mimi nikakatia kabisa nyumba hapa nyumbani kwako kuna matatizo. Yaani ninachoshindwa kuelewa. Sijui shida iko wapi. Mama anacheka mazuri baba mwenye nyumba. Ila
Naona unahangaika kujua tatizo liko wapi, na wakati tatizo unalo mwenyewe nyumbani kwako. Junior, ndio maana nimewaita hapa ili tuweze kupiga kikao hiki ili tuelewane kidogo. Huyu mpangaji wako mpya anajiita Zuena. Zuena ni mchawi. Zuena? Kwa nini nimeongea Kifilipino hapa baba mwenye nyumba? Mwenye nyumba. Acho zungumza bwana Junior ni kweli. Zuena ndio chanzo cha matatizo haya yote yanayopitia hapa sasa hivi. Mpaka nipe nakosa amani, vurugu ishida tu. Ndio. Kimekuta nini? Yaani mjomba. Kimekuta nini? Masikia? Nilikuwa huko nyuma. Nilikuwa na huyu kijana huyu hapa. Dogo nani huyu Junior huyu mpangaji huyu. Huyu mdogo. Nilikuwa naye pale nje. Unakumbuka juzi hapa? Tukasemaje? Kwa sisi wanaume hatujaelewa, tulikaa hapa kikao kuendelea vizuri. Nikasema wewe tukae kwa wanaume tupu, tukakaa hapo nje. Nakwambia tumekaa pale tunajadili yale masuala ya juzi hapa. Halo, mke wangu, sijaongea sana. Halo, kuna radi moja imetokea pale. Sasa mume wangu ndio hicho tu. Ndio, na mke wangu ndio hicho. Mke wangu. Wewe? Ingia ndani, mimi naenda dukani mama. Unaenda dukani mama? Basi tunakuta ndani.
Mke wangu. Kweli dunia ina mambo. Yaani kilichotukuta leo. Hapana. Hapana mke wangu. Yaani ilikuwa mimi mwenye nyumba na huyu dogo bwana Junior. Tulikuwa tunajadili kuhusu kile kikao cha juzi kati. Wakati tunajadili, mke wangu, bonge la hadi ni mtu chako. Mimi unaniona huo. Ndio angalau. Sasa sijajua mwenye nyumba na bwana Junior. Sijajua mke wangu. Una usalama hapo? Hata wewe mwenzangu ufika kama mwenye nyumba. Mara mimi simuelewa kabisa. Anafika kama mke wangu. Mara nipigwa na radi, mara sijui tumepotezana, sisi tuko tuna kikao, mimi simuelewa hata kimoja, mbagia tumeshangana tu. Ndio hicho tu. Mke wangu. Mwenye nyumba. Sasa hizi. Salama. Yangu niko ndani. Zuena, nimekuita hapa ili nikukanye. Kuanzia sasa naomba achana na familia yangu, kuanzia mume wangu mpaka wapangaji wangu. Wewe ndio umenikosea mimi. Siachana na familia yako mpaka pale utakaponiachia kitu changu ambacho umekichukua, nitaachana na familia yako. Kitu chako? Unajifanya ukumbuke. Rudisha kitu changu, niache familia yako. Kitu chake? Mbona simkumbuki mtu? Na kitu chake gani?